Wow, ni wimbo wake Betty Sankale, wimbo ambao unatambulika kama Emasisa, na mgeni wetu wa siku ya leo atakuwa tueleza ama pia atakuwa na kueleza wewe huo wimbo unamaanisha nini. Tulikuwa na wimbo mwingine wake Sinkuwa na Nai, wimbo ambao unatambulika ama Kimirisho, pia atatuelezea inamaanisha nini kwa Kimaasai. Mgeni wetu wa siku ya leo ameweza kuwasili na ambaye pia anametameta kumetameta. Ni saa 2 na dakika 10 ndani ya kipindi cha Ijumaa Njema. Hapa ni Mwangaza TV, nami kwa majina natambulika kama Esther Shiko. Kidogo nilikuwa kwa memo, unaona pale kwa shingo, kwa mkono pia unaona nimetry ile ambayo ningeweza, ile ambayo iko kwa nyumba kuvalia kama Wamasai, lakini acha nimpe nafasi mgeni wetu wa siku ya leo aweze kutuambia jina, ametoka wapi na ametuletea nini kutoka atokako. Karibu tena sana. Utatumia tu mic yako vizuri ili tuweze kukusikia. Utuambie majina, umetoka wapi ili tuweze kuendelea na show yetu ya siku ya leo. Welcome. Thank you so much for the opportunity. My name is Sharon Soila. Acha nikusaidia hapa kidogo. Haya, iko sawa, sasa tuendelee. Kwa majina naitwa Sharon Soila from Kajiado County. As well, umeona venye nimevaa kama Masai. Mimi ni Masai, mimi ndo Misma from 2024 to 2025. Na I'm glad to be here. Yeah. Na nikwambia kwamba unakaa vizuri. Asante sana. Karibu hapa katika Mwangaza TV. Mwanzo hebu tuambie Emasisa, huo wimbo ambao umetoka hewani wake Betty Sankale na Rezian unamaanisha nini? Emasisa ni kumsifu Bwana kila wakati. Kwa maana amekuwa mkuu kwa vitu mingi sana kwa maisha yetu. So hiyo ni kumaanisha kumsifu mara mingi, kila mara. Ndio. Na wimbo, na kuna mwingine ambao unaupenda, mimi usikiza karibu kila siku, Kimirisho, wimbo wake Sinkuwa na Nai. Kimirisho ni kama tuna kujitolea. Tunajitolea kwa Mungu. Yeah. Asante tena sana mtazamaji, kama mnavyoona tuko na mgeni ambaye ni kutoka Ma community. Mimi napenda Wamasai, si ya kwamba eti nimeolewa Mmasaini ama nishaidate. Kuna watu wananiekelea hapa hiyo mambo, muache hiyo maneno, lakini napenda tu the culture ya Umasaini, napenda culture ya Umasaini. Kwa hivyo ni vyema tu tuweze kuendelea na mgeni wetu wa siku ya leo ili aweze kutuambia mambo ambayo anayafanya. Tumeona kuna kitu ambacho ameweza kuweka hapa. Hebu kwanza utuambie hii ambayo umeweka hapa ya white inamaanisha nini? Uliweza kuiana aje? Hii hapa inaitwa sash. Sash nilikuwa na vie for Misma 2024 to 2025. Nikaweza kupata hii. Leo sikuweza kuvaa crown kwa maana ningependa kuonyesha pia crown yetu ya Wamasai. This is the crown. So this one I achieved last year. And I thank God for it. And it is like I had talent in modeling. So I wanted to show other girls that it is possible. You can do it. Because we come from a humble background, but unaweza. So the more you want to do something, just do it, because everything is possible. So yes. Na ilianza aje? Turudi nyuma kidogo. Ulizaliwa ukiwa unapenda mambo na modeling ama mambo na kuwa sasa mambo na urembo ama tu ni kitu ambayo ulikuwa unamwangalia mtu fulani unasema ningependa kuwa kama yule? Modeling nilianza ikiwa mtu anakuita a model. So it was like modeling. Yeah, nilikuwa nafanya kila kitu perfectly. I was trying to do makeup nikiwa mdogo. So mimi naweza sema nikuzaliwa nayo plus kujituma. Lazima pia ukiwa na talent lazima pia ujitume. Hauwezi kalia talanta. So ndo naweza ambia wazazi wengine, kama uko na mtoto ambao unaona anacheza football, anacheza modeling, give her that chance. Show her that usimnyime hiyo nafasi. So yeah. Pia wazazi pia walikuwa supportive on my side. So naweza sema wazazi pia walinisaidia. So pia wewe saidia mtoto wako. Wow.
Thank you so much. Na kuna wale ambao wanasema maybe ukiwa na talanta, ukiwa unajua kumodel, ukiwa unajua kuchora, masomo nayo unayaeka kando. Je, wewe umeweza kusoma? Na pia tunasikianga although hiyo ni kitu ya kitambo, Wamasai huwa wasomi, kazi yao ni kukaa tu kule nyumbani. Ni kama tu vile unaweza sikia Wakikuyu wanapenda pesa, so hawapendi kuenda shule. Umeweza kuenda kwenye chuo kikuu? Ndio, nimeweza kwenda kwenye chuo kikuu. Nimefanya like tourism management and air hostessing. So talanta inaendana hand in hand na masomo. Kwa maana huwezi sema ati talenta tu ndio uko nayo umetulia pale, hapana. Lazima pia uweke masomo pale, unajituma. Pia masomo ukikuwa na makaratasi itakusaidia kwenye talanta. So pia kama uko na talent lazima uende shule. Na kuna kama mimi, kuna mtu pale nyumbani ajui talanta yake. mtu ufanya aje kugundua talanta? Lazima tu kila mtu akona talanta. Hakuna mtu ana talanta. Hakuna mtu, kwa hivyo sasa ni utafanya bidii uweze kuitambua, kutambua talanta yako. Na kila mtu akona different talent. So uwezi kuwa na yenye mimi niko nayo na yuko nayo. Asante. Your first time kuwa kwa modeling ilikuwa aje? Ulifeel aje? How old? It was 2019 ndo nilianza kuembrace sasa modeling. Kabisa. Okay, I was doing it but not that much. Sasa mahali nilikuja kujua mimi ni model na ilikuwa 2019 nilikuwa na vie for Miss Kajiado. Of which it was hard because sikuwa najua kutembea. But I had a girl called Abigail Moinan na Mercy Mboke, they helped me out. Na pia kuna agency ilikuwa ya Emmy, walinisaidia sana. So kwenda mimi huko siku win siku ya kwanza. It was hard because kutembea na heels it was haikuwa rahisi. Kuongea sikuwa naweza kuongea fluently. Nilikuwa na uoga mbele ya watu. But ikakuwa nikaenda mara ya kwanza nikashindwa, mara ya pili nikashindwa, mara ya tatu nikaweza kupata. Ndio. Kwa hivyo haukuweza kugive up? Hufai kugive up in life. Asante sana. Na how does it feel kukua a celeb? Kwa maana mimi nilikuona by the way TikTok, nimepatana na wewe kwenye kule upande wa Instagram, nimepatana na wewe tuseme all social media platform. How does it feel kukua kwa limelight at a young age? Na tuseme pia kwa kulingana na kwa ile community ambayo umetoka. Okay, kwa Masai siku hizi ndo tumejua online. Kama umeona sasa TikTok ni nadhani sisi ndio kusema. Ndio sisi ndio kusema. So mimi naiona kama a good platform ya kututuma. Kwa maana kama si social media ama hiyo TikTok hatungepatana na wewe. Singepata opportunity ya kufika Mwangaza TV. Ni ukweli. So nashukuru pia online imekuwa kitu mzuri kwa sisi wote. Pia inatutuma, kuna wengine pia wamenipigia simu na pia ni online. So what you do and you're proud of it, post. Why not post? Kwa hivyo watu wasiogope. Mzazi akiwa pale nyumbani kama anaona mtoto anaimba, achana na mtoto. Ruhusu mtoto wako, bora amefunzwa heshima akiwa mdogo. Haizi poteza. Kuna wenye wanasema pia the way we dress ni nini, but kumbuka kwamba venye umelea mtoto wako akiwa mdogo, venye umemtunza hawezi change. No. Asante. Na umetuambia kwamba modeling pia iko na challenges. Kuna mahali ilifika ukasikia kugive up. Kuna mahali ulisikia ukaona mimi hata nimeona siwezi kuongea, siwezi kutembea na heels. Ushaifika mahali ukasikia kuachana na hiyo kitu na utafute another thing maybe ya kufanya? Challenges nayo ni mingi kwa dunia. Hakuna mahali hakuna challenges, hakuna mahali yenye ni rahisi. So modeling lazima ujitume. Unahitaji pesa. Kwa maana ukienda kwa runway you need outfits. It costs a lot. You need to make your hair. Unaweza pata invest a lot, then you're not going to win. So unaweza give up. Na pia kwa modeling kuna favorism. Unaweza kuwa unangangana lakini kuna mtu pale ashalipana, ashapata. So pia kabla uende pale omba Mungu sana. Lazima uweke Mungu mbele, mwambie this is the time I'm here, nisaidie. Hata wenye wamelipana.
unapenya tu. Wow, thank you so much Soila. Kama uko pale nyumbani unaweza kututazama, tutumie tu ujumbe wako kupitia nambari yetu ya ujumbe mfupi 22914 au 22914. Tuko na mgeni wetu wa siku ya leo. Leo ikiwa ni Friday, kipindi ikiwa ni Ijumaa njema, na ambaye pia ni model, ametoka kule Umasaini, na kama unavyoona ako very 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 smart. Ukiwa mzazi tumeweza kuelezewa, ikiwa unaona mtoto wako na talanta, ako na kitu ambacho anaweza kukifanya, ako na ile ambayo unaona anaifanya kila siku, anashinda kijipodoa pale, kujiangalia kwa kioo, mpe nafasi. Usiweze kumkemea, usiweze kumwambia sijui unatumia all the time kufanya hivi na hivi. Give him or her time. Na pia tumeambiwa ya muhimu ni kumweka Mungu mbele, kwa maana ukiwa na Mungu sidhani hakuna jambo ambalo linaweza kufail. Na Soila, tuende kwa nje ya mambo ambayo ama nje ya topic yetu ya siku ya leo. Kuna wale ambao ni Gen Z na ambao wanaweza kupigana kule kwenye social media. Ungeweza kuelezea aje kuhusiana na kutumia our social media platform vile ambavyo inafaa? Ni vizuri kutumia social media vizuri, kwa maana mara nyingine unaweza sema kitu kwenye social media ikuje ikumalize. So mimi naona ni vizuri tumia social media yako vizuri. Don't post something that will affect you. It won't even affect you right now, but later unaweza kosa kupata kazi kwa sababu ya Kenya ulipost kitambo. So tutumie platform zetu vizuri. Na the do's and don'ts za kukua kwa modeling, ama kukua a model, ni nini unafaa kufanya, ni nini hufai kufanya, how to take care of yourself, kwa maana ukiwa model sio kama tu mtu mwingine wa kawaida, unaamka tu so unapaka remis, unapaka sijui nini. Kuna vile ambavyo unafaa pia ku take care of your skin. Tuambie sasa zile mambo unafaa kufanya ukiwa model na zile ambazo hufai kufanya. Nitaanza na disadvantages ama advantages. Anza na advantages. Kukua model ni kujiamini. Sasa wewe ni mtu mwenye unaangaliwa na watu wengine, a public figure. So in my community now kuna wengine wananiangalia mimi. I shouldn't do something that will affect them. Sianzi kupost vitu mbaya kwenye social media yangu, na najua kuna watoto wananipigianga simu, nataka kufunza modeling, of which nishaanza classes za modeling. But kukua kwenye mtandao na wewe ni model, you should be perfect, not even perfect, but at least you try to be good. Kuongoza wengine kulingana na venye inafaa. Juu unaweza post kitu ambayo inaharibu generation. So unafaa kwa keen. Na zile mambo ambazo ufai umetuelezea. Je, ukiwa sasa kwenye hii modeling, kuna zile project umeweza kuzianzisha na zile ambazo zinaweza kusaidia community na sana wale ambao wanakuangalia na wangetaka kuwa kama wewe? Nimeanzisha project, nimepeleka like pads uko nyumbani, kwa mashule nimeenda. Alafu pia nimeanzisha classes za modeling because nataka wasichana waendelee. So nimeanzisha classes, nafanyanga town streets. Kuna sijika uliona kuna event moja nilifanya ya watoto, little kids pale ilijipa, kwa maana kuna wazazi walijitolea sana kuja kuonyesha talanta ya watoto wao. Haikuwa modeling peke yake, ilikuwa swimming, dancing, na tuliweza ku award watoto hao. Wow, thank you so much kwa kuweza kutuelezea hayo mambo. Ingia pale upande wa Facebook mtazamaji, na uweze kututumia ujumbe wako kwa 22914. Upande pia wa Facebook tuko pale, iko live, unaweza kushare na pia uweze kutuma comment yako pale ili tuweze kuendelea vizuri. 22914 ndio nambari yetu ya ujumbe mfupi. Na Soila, kuna jambo ambalo ningependa kuuliza. Ukiwa pale wakati ambapo ulianza modeling, najua ulipatana na watu ambao wako na umri mkubwa, watu ambao pia kwa mwili kidogo wamekushinda. Lazima. Ilikuwa aje, waliweza kukuchallenge ama je uliweza pia kuogopa ukasema na hii kweli sasa nitaweza kuwezana, ama tu nirudi nyumbani niweze kungoja miaka iendeende kidogo, ama ningoje kamwili pia iweze, kwa maana najua ulianza ukiwa mdogo sana. Nilianza nikiwa mkonde, nikitembea pale na hills. Unaona watu kidogo wananiongelelea, wanasema atavunjika. Huyu
inavunjika. Nilikuwa na sasa nimeongeza. Nilikuwa mdogo alafu niko na heel 6 inch. Sasa nikitembea hivi wananichongoa, mara mwingine hana 1GB. Lazima upate hizo vitu. But ufai kuangalia body shaming nilipata. But ufai kuangalia negativity. Nilivuka tu kuvuka. Yeah, so sijali na mambo akisema uko sijui aje, kubali kwa maana kuna wakati yeah, itajipa. Na mambo na diet, ukiwa a model, diet yako inafaa kuwa aje? Maana mtu kama mimi nitaamka nikule vitu zangu hapo, nikule mandazi kidogo kidogo, umeniona pale kwenye base imeenda kula nini diet ya a model. Kuna mtu anakuangalia pale kamwili kako sawa, lakini ikifika pale sasa ni kukula. Anaona katumbo kidogo imeanza kuongezeka, nitafanya nini? Diet ya a model inafaa kuwa aje? Imagine strict. Models wanakula chakula yote. So ile tu kidogo inafaa kuwa strict. Lakini kidogo sikule pia sana. Kama utaki kuongeza matumbo nini, lakini chakula ni ile moja. Ni ile tu na limit kuli sana. Mpaka tumbo inazoea. Unajipata tu hata chai unakunywa tu chai breakfast unatoka. Requirements za kukua model sasa ni kama requirements. Siku hizi naona kuna modeling wakubwa, wadogo, plus size. Yeah, plus size. So siku hizi at least kuna wakati ule tukianza nilikuwa nasema lazima ukue slender. But sasa naona kuna plus size models. Yeah. So hakuna requirements. Kama uko na talanta and I feel you can do it. Yeah, hata si mtu anakonda. You want to be a model. Unayokonda. So isikulimit. Hivyo mwili sikulimit, usijione ya kwamba uko mdogo ama uko kafupi. Na pia watu waache kubody shame wengine. Na swali lingine ni ya kuwa umetutayarishia nini? Mwaka mmoja ujao ama miaka 2 ijayo, umetutayarishia nini sisi kama mafans wako kule nyumbani, kule upande wa Facebook, TikTok, name it all? Tunataka kuona nini ama unataka tuone nini in the next 2 years to come? Yeah. So for now, acha niambie platform zangu za TikTok. I use Sharon's I use Soila at Soila Paita on TikTok and Revel in Instagram. So for now tuko na event inakuja. Itakuwa next month. Itakuwa ya modeling. So I'll be contesting to be a brand ambassador on that day. So kuna hiyo event inakuja. I'll let you know about it on TikTok. Siwezi ongea vingi, but kama uko na idea, uko na hiyo kutaka kukua anything about modeling, unani DM na muongeza kwenye hiyo mashindano yetu. So kuna ya watoto, kuna watu wakubwa, kuna kuwa model brand ambassador, kuna vitu mingi. So kwa hiyo mimi najiamini kwamba tutaweza kufika pale. And I'll have to get more. Nikipata hiyo chance, I'll have to take girls to another level by kuanzisha hizo. Already I have classes, so I'll take it to another level whereby tutakuwa na classes every Sunday ambayo itaweza kufunza wanafunzi. So ukipata kama hiyo, next time sio mimi nitakelea kiti, taweza kuleta mwingine. Yeah. Wow, thank you. Na umeweza pia kucompete kwa maybe international modeling hizo competition ama tu ni hapa Kenya? Na maybe uko na dream ya kukua una compete internationally kama model? Yeah. So for now I've competed only kwa local. Sasa nataka kwenda Miss Kenya. Wow. Yeah, nilienda nikaona venye wako, but next time kwa pamoja na wao. Yeah. Sisi tutakupa support. Asante na sana. Kuna kitu ambayo pia nimeona ukiendeleza ama pia ukipost kwenye upande wa social media platform, kitu ni kama unavotiwa for something. Can you tell us how we can support you? Yeah. So hiyo ni hiyo yenye nimekuambia kwamba ni brand ambassador. So how you are going to vote for me ni kuna code. So I'll put the code ama utanisaidia. Nikiwe code pale ni 10 bob a vote. So when I win that, I'll promise I'll do the perfect things. I'll do what can bring good to us. Na pia to the community, to the young girls ambao na pia sitasahau Mwangaza TV kwanza utualike, tutaweza kuja pale kwenye hiyo competition. Tawalika kabisa. Utaweza kutualika pale.
award ya a young girl mwenye anakutazama pale, anaweza kusema ningetaka kuwa kama yule, nilimuona Mwangaza TV, nilimuona kwenye upande wa TikTok. A word of encouragement to that young girl, to that a Maasai girl, anyone mwenye ambaye anakutazama pale nyumbani. The only thing I can tell you is you can do it and don't give up. You know, unaweza anza alafu one uwezi. Don't give up. So kama unataka kuanzisha, just do what you want. Hata kuna mtu anataka kuanzisha biashara but anaogopa how atapata aje customers. Just do it and pray and believe in yourself that this thing I can manage. Now apart from modeling, what else do you do? I'm also an entrepreneur. I sell jewelry, not even like Maasai jewelry, but kama hizi watches kama hii venye umeona nimevaa. So I also sell jewelry, rings, nini. So you can support me. Tuko pale Dynamic Mall, shop number 5, ground floor, Nairobi. Wow, thank you so much. Asante tena sana mtazamaji. Acha tuweze kuingia kwenye upande wetu wa Facebook, na nikiangalia tu pale comments ambazo mmeweza kutuma, ni vyema Soila tuambie, kuna mtu ambaye ameuliza nini ambayo hufanya Wamasai wajawai achana na their culture. Kama saa hii uko tu proud ya kuja umevalia zile nini ambazo ni za Umasai, na nikawapea challenge, nikawaambia ya kwamba tuseme saa hii mgeni anakuja kutoka pale JKIA, kitu ya kwanza upewa ni rungu ya Kimasai ama shuka ya Kimasai. Atusemi hapo akukwangi na Wakikuyu, lakini kwa nini Wamasai wameweza kuembrace their culture? Culture of Maasai is the richest culture. Wow. So I am sorry. We are the richest. Alafu tumekuwa tu pale wajasa. Kwanza sahi kuna bado wasichana ambao wanaelekea wanapitia ukeketaji, hawajaacha but tunangangana kwa ndani lazima wataacha. So mi na believe that Wamasai wataenda mbali. Ni venye tu sasa unaona watu wameingia social media, ukijaribu kuangalia pale kwa masomo wanajaribu, kiangalia kuna pilots ambao ni Wamasai, they are trying their best. Na pia kule parliament tunatuona kila mahali tunajaribu. Siku hizi sisi wale sio wale walikuwa naambiwa. Najua nikitembea town watu wanafikiria Maasai ni mtu kama amebeba ng'ombe kwenye mgongo. Kisema mimi ni Maasai wanakata. Hebu ongeleshe pale uambie siku hizi Wamasai wamechanuka. Siku hizi Wamasai tumechanuka. Wow, thank you so much. Kuna Dennis Mwendasi Yasi anasema praise God and good morning. Kutoka Meru anatutazama. Tuko na ambaye anaitwa Nancy Mbuchi, anasema na watazama nikiwa nyumbani, present sana. Kijana msafi kutoka Karatina anasema pia anatazama na usalimie mgeni, ameweza kusalimika. Daktari Rajab anasema watching live thank you so much. Na pia namuona Daniel Njogu anasema pia anaweza kutazama akiwa pale nyumbani. 2294 ndo nambari yetu ya ujumbe mfupi. Tuko na Soila Paita. Ni surname. Pia yule ambaye ana stream kwenye upande wetu wa social media ameweza kuniulizia mara kama 3 Paita. Spelling. Kidogo nini za Kimasai zinatuchenga. Asante tena sana. 2294 ndio nambari yetu ujumbe mfupi. Ingia pale upande wa Facebook. Tuko na Soila, unaweza kumuuliza swali lolote ili ataweza kukujibu. Soila, tukienda pale nyumbani, wazazi wako wakati ambao uliweza kuwin your first modeling competition, waliweza kulichukulia hilo jambo aje? Na pia pale your community waliweza pia kulichukulia hilo jambo aje? Mtoto wetu ameenda pale, ameweza kuwin, kwa hivyo hata wale ambao tunaamini hawawezi, kumbe they can. So kwa mara ya kwanza nikiwin, haikuwa hii ndo ya kwanza, nimewin mingi, kuna Miss Popularity, but haikuwa watu wengi nyumbani hawakupenda modeling. They were against it. So when the time I won, hiyo siku yenye niliweza kupata the crown, they were amazed. Kila mtu alikuwa congratulations. And hapo ndo mzazi wangu aliona I'll be supporting you. So pia mimi naweza waambia
kwa maana sasa kwa Wamasai ni ngumu sana kusema ati mtoto anafanya modeling. Hawezi kubali. Hiyo ni puzi. But wenye tulifanya modeling nini sasa kuna mzazi ananipigia na ananiambia msichana wangu ako talented, anaweza ndo maana nawapata ndo tukaanzisha classes. Wameanza kuembrace hiyo hawapuzi. Yeah, so pale mzazi wa Masai ama yeyote ule tafadhali mtoto wako kama anapenda modeling wewe nipigie simu. Na support yenye mtoto anataka kwa mzazi ni kama gani? Financially kuna hizo vitu ambazo unaweza kuzinunua, kwa maana kuna mzazi anauliza na sasa nikishakubalisha mtoto wangu aende modeling nitamwachilia tu hivyo ama kuna zile vitu ambavyo requirements ambazo nitaweza kumsupport nazo kama kipesa? Sasa hii hakuna requirements mingi kama mtoto anaanza, kwa maana lazima tu akue na hill hata kama ni pair moja. Na sai mpaka event ifike ndo unaitishwa like dressing different creativity which si lazima ununue. Una create tu kwa nyumba. Kama kuna ile nguo moja ya kanisa anapenda hiyo siku atavaa hiyo. So si eti ni kitu yenye inahitaji a lot of money for now. No. Lakini ikifika kwenye competition Steve lazima utajituma tuone mtoto wangu lazima ngare. Unaweza pata tangu 1000, nguo ya 500, nguo ya 200 but inakaa vizuri. Ampe aende. Yeah. So hivyo mtu ataenda kulingana na mfuko wake na vile ambavyo mnakaa. Hapana. Thank you so much. Ni saa 2 na dakika 35 ndani ya Mwangaza TV, kipindi cha Ijumaa Njema, na kidogo tu Soila atatuweza kuelezea some of the big competition ameweza kuwin kutoka 2019. 2019 niliwin. 2019 I lost Miss Kajiado. 2020 nikapata Miss Kajiado. 2021 Miss Popularity nikawin. 2023 nikapata Miss Ma. Tena nikarudi kupata tena mara ya pili 2024 ya 2025. Yeah. Wow. Una feel aje wakati ambao tuseme ni karibu kila mwaka una win? How does it feel? It feels good, but ataenda pale kwenye social media platform. Naambia ni God. Ni Mungu siku zote. God kila siku. Yeah, God kila siku, na pia constituency na kujituma. Yeah. Wow. Huwezi keti pale useme utawin na ujitumi. Hapana. Kama sasa hii yenye nimeenda next next month, hiyo ni brand ambassador, na pia na vie for next hapo December kutakuwa na ile Maasinta. Maasinta ni ile ilifanyika kama yenye ilifanyika Samburu, itafanyika pale Amboseli, bado nitakuwa hapo. So nahitaji pia support yenyewe hapo. Na umetoa idea kwamba pia utaenda Miss Kenya. Yeah. Tutaenda pia Miss Kenya, sitawaangusha. Na wewe kutuambia you are itangaje role model ambao kuna mtu ambaye ulikuwa umeona akiwa nafanya modeling, nasema ningetamani kuwa kama yule. Ni nani ambaye aliweza kukuinspire hapa Kenya or even outside our country? For me, niliinspirewa na Masai mmoja anaitwa Mercy. Mercy. Yeah. She was doing modeling that time, alikuwa Miss Kajiado. Huyo msichana alikuwa anajituma. Na pia kulikuwa na msichana anaitwa Saiton, alikuwa anafanya Miss Tourism that time. Sasa sijui mbona wajeka hiyo Miss Tourism, but those girls walikuwa wanajituma na na admire tu. So they came to our schools. Walikuwa wanakuja shule nikiwa mdogo, nikapenda tu. Ulikuwa maybe unaenda kuwaongelesha? Nilikuwa najaribu kwenda kuwasalimia nini. Alafu na wa text pale Facebook. Alaniambia maliza shule kwanza. Nilikuwa class 8 bado sijamaliza shule. Ananiambia maliza shule tutakupokea. Na walinipokea. Kwa hivyo si ule mtu ambaye ulikuwa unaweza mtext ignore. Hapana. Una feel wana nitawahi fika hapa. Nilikuwa na wa text kwenye Facebook na wanijui, namwambia interested in modeling, ananiuliza niko wapi, how can I access you. Walikuwa wananisaidia sana. So pia mimi nimepata messages and I'm sure niliwajibu wenye walinitumia message. Na kidogo tu tuongeleshe, kuna wale public figure wale ambao pia sisi tuna inspire kwenda higher levels. Unamtext pale kidogo anakusnob, na text message kama 10, kama ni WhatsApp unaona mtu amekublue tick. Ungependa kuongelesha mtu kama huyo, muambie aje? Maybe wewe ndio destiny connector wa huyo mtu. Kama mimi ningekuignore
singefika Mwangaza TV. So na mimi singemeet a Masai kwa maana tu ni ngumu, sijai host Masai kwa Ijumaa Njema. Na nimeshukuru sana na nikwambie kwamba tena ya pili you looking good. Na ukifika so kule Umasaini uambie wamesalimiwa na Esther Shiko na anapenda culture ya Umasai. Tawasalimia sana. Watu wasi ignore it. Mtu unajua unaweza ignore tu mtu. Unaona random person and you're ignoring. Kama kuna advert nyingine niliweza kupata ya perfume. Nilikuwa tu kwenye street nafanya hizo turns za modeling and a mzungu came. She asked me kama naweza advertise vitu zake. Wow. Why not? Hapo nilipata gig. So signal mtu. Yeah. Wow, thank you. Acha pia tuangalie wenye wamefika kwenye upande wetu wa Facebook. Tuko live kwenye upande wa Facebook ya Mwangaza TV na pia unaweza kututumia swali lolote tu uweze kuuliza Soila kuhusiana na maybe community ya Umasai na yoyote tu kuhusiana na kile ambacho anafanya. Teresia anasema kutoka Kereaine tuko ndani tena sana. Good morning Esther Shiko. Watching live from Busombi Kakamega, thank you. Natazama kutoka Muranga. Salimia mgeni Steve Touch, thank you so much. Guko wapi si asante pia sana. Jumbe ni mingi tena sana. Na Soila kidogo ataweza kutukumbusha social media platform zake, uweze kwenda pale kwenye upande wa TikTok, ufollow, ulike, uweze kuwatch pia video zake na pia atuambie kama upande wa YouTube pia ako. Kwa upande wa Facebook najita Soila Paita. TikTok the same, Soila Paita. Instagram najita _r.evol meaning revel. Alafu kwenye YouTube nimeanzisha but bado sijajituma sana, lakini kuanzia leo lazima jitume pale lazima tupate ka kitu. Kama saa hii tungeweza kuweka tu naanza na hiyo leo naanza na hiyo interview ya Mwangaza TV. Sasa tukiwalizia show yetu ya siku ya leo, hebu salimia watu pale nyumbani. Na nimeona umekuja na rafiki uweze kumtambua ili tuweze kuendelea kutoka hapo. Acha nianze na rafiki kwa maana yeye ndo amenisaidia hadi nikafika hapa. Directions ni nini? Anaitwa Elsie Njoroge, ni Mkikuyu kutoka Kiambu. She has been my good friend tangu 2019 tukianza campus. So nakushukuru sana Elsie for always supporting me and being there for me. La pili ni kushukuru Mwangaza TV kwa kuweza kufika hapa. Ni kwa neema. Na pia nashukuru Mungu kwa kutuconnect. I will be doing more and more. Sasa nyumbani pia nimetoka Bisil Kajiado. Ata watch Bisil. Nimetoka Bisil Kajiado. Nasalimia watu wote wa Bisil, familia ya Paita kwa ujumla ndo nimetoka. My dad Samuel Paita, na msalimu my mom Grace Paita and all my brothers and sisters. Thank you for always supporting me. Yeah. Kuna mtu ameuliza hapa kwa nini hajakatakatwa masikio? Okay. Juu ni model. Hapana, si juu mimi ni model. Nilipata wazazi wangu walikuwa already Sema wametoka pale. Ningekuwa bado wangekuwa huko tungetoa ile culture ndani. So mimi tulizaliwa wakati wazazi wameanza kusahau ile culture. Sasa tukungolewa meno, hatukukatwa masikio. Wakati ambao tuseme culture zote watu wameanza kusoma, watu wameanza kwenda shule. Ni kama sasa ukeketaji, sisi hatukupata hiyo. Thank you. Na ningependa pia uongeleshe our youth. Tunaona siku hizi wanajingisha kwa mambo ambazo haifai. Unaona watu hata kuna mtu ako na gata anakuja kuvuruga kanisa. Hajui the impact zenye zitakuja after doing that. Kuna mtu ataenda pale na pia tuguzie some of the things zenye wasichana wetu wanaweza kuzipitia. Utapata mtu amepatana na mtu social media, ameenda kummeet na hajui ni nani. Kama wewe vile tu umekuja hapa, haujui Mwangaza TV lakini umekuja na rafiki yako. Hivyo ni vyema case of anything. Niko na yeye. So kwa mimi naweza waambia kwa kumeet mtu yenye mwenye hujui. Okay, si rahisi. Kila mtu ana intention zake. But pia ukiomba, Mungu anakuonyeshanga where you're going. Who you are going to meet. Unatanguliza Mungu kwa kila kitu ambayo unafanya. Mimi kabla nije hapa, kabla ni wa trust,
nilikuwa nishajua Mungu anakuwa na mpango zake. Umeamka So be asubuhi prayerful unaomba. every time weomba Mungu hata kudirect. Hata sasa tukitoka hapa tujui tutapatana na nini, but Mungu ni nani? Kimuomba tu mwenyewe atapanga vitu zake wenye zinafaa. Haizi kubali uende njia ambazo zinazifai. Yes. Na pia kuna sisi ambao hatupendi kufanya kazi, wacha niseme sisi tunaangalia Soila, tunaona Soila ni mrembo, amejipaka makeup, unadhani yeye anakaanga tu chini pale nyumbani na ring light yake pale anafanya ma TikTok. Waambie wajitume. Huku nje it's not easy. Kitu ya kwanza si rahisi, alafu sidanganywe na social media. Unapoona mtu amepost pale vitu zake, unaona mwingine ameenda mahali, usipate na hiyo pressure. Kwa wasichana sana tusipate hiyo pressure. Hata mimi ukiniona hivi si rahisi. Si rahisi. Na usipate pressure. Huku nje nyuma ya tent mambo ni ngumu. Vitu ni different. So don't get pressured on vitu ndogo kama hizi. Wow, thank you so much Soila. Nimeshukuru kwa kuja hapa katika Mwangaza TV, na eza tu kutukumbusha kuna mtu atakuja pale kukusupport kwa event yako, tukumbushe tena itakuwa wapi na vile ambavyo tunaweza pia kukuvotia kwenye hiyo competition. Event itakuwa Kitengela GMC. Alafu kwanza kwa kuvote naomba tunivotie tupate ikiti tena. Ndio tujitume tena vizuri. So kuvote tawasomea tu kwa simu. Sawa, ukitusomea na mimi niwakumbushe pale kwenye upande wetu wa Facebook ni Mwangaza TV, na pia tuendelee kuwapa pole familia ambao wameweza kuachwa na wapendwa wao. Kuna accident ambayo imeweza kufanyika asubuhi ya leo na watu 12 wakaweza kuaga. Kwa hivyo unapoamka asubuhi kama vile Soila amesema, ni vizuri kumuomba Mwenyezi Mungu, ni vizuri kumshukuru, na ni vizuri kusema asanti. Si kuamka, na huwa nawaambia si kuamka tu asubuhi na unachukua simu yako unaenda kwenye TikTok unaangalia Soila amepost nini, Esther amepost nini. Ni kuamka na kumuomba Mwenyezi Mungu atulinde na aweze kulinda familia zetu. Natumai umeweza kupata hiyo code. Naweza kutuelezea? Ni link, hata nimepata ni link. So I'll post it on my social media for easier kupata. So itakuwa is access me. So ni utaenda pale tu kwenye link, utafinya, then utapata brand ambassador of the year. Utafinya Soila Paita. Hapo vote moja ni 10 bob. So ukiweka 100, hiyo ni vote 10. So unaweza nisema hata hiyo 10 moja inatosha. Hata moja iko sawa, hata 50 bob iko sawa. Na I promise I'll do the best. Yeah. Na pia you will give back to the community. I'll give back to the community. I'll give back to those who have supported me. Yeah. Na pia umeweza pia kufanya mambo, kwa maana umeanza classes za modeling. Umetuambia huo unaenda shule kupeleka vitu kama pads. Na ile time unaenda huku unatupigia, tunaweza kukusupport, tuna record those events. Na pia tunaweza kuwaletea kwa news zetu. Thank you so much. Ukienda pale Tao salimiane, na pia ukirudi Masaini uambie na need outfit kama lazima next time when I come na kuja na ungeniambia tungekuja tumematch. Nilisahau. Ungeniambia ningekubebea ya match na sisi. Lakini naona uko mbali. Siko mbali. Naona uko na earring shingo nini. Hii inaitwa aje? Hii inaitwa Engoto, the small one. Alafu sasa earring ni earring. Na hii ambayo umeweza kuvaa Kishili. Hii yako. Hii yako kubwa. Emankiki. Wow, na hii tu ni bracelet. Or Qatar. Natumai director ameweza kulearn kitu hapo. Utukumbushe hii refu. Emankiki. Wow, thank you so much Soila. Na nakutakia ama nawatakia mkiwa na nikumbushe jina ya rafiki ambaye umeweza kuja. Elsie Njoroge. Elsie pia naona pia anaweza kuwa model kidogo. Kwa nini hukumvuta? Kidogo ni model plus size. Lakini sasa shida anakula sana. Sisi anakula kidogo. Ni asubuhi apunguze chakula kiasi. She is looking good. Na usimwone hivyo, ni cabin crew.
Wow. Na si pia nitaweza kumleta hapa ndio watu waone wasichana. Na unajua kuna zile job ambazo tunajua only men can do. Yeah. Hata ni farmer, ako na shamba yake. Analima. Hapa tu Kiambu. So next time mlete kwa mkulima. Naona kazi ipo. Hapo unaona pale ambao mliweza kuelekezwa wakati ambao ulifika. Kuna station yetu ambayo inaitwa Kiheo. Hapo sasa akikuja ya Kikuyu. Hiyo atakoroga. Ni venye sasa alikataa kunifunza moja mbili. Utusalimie na Kikuyu. Hajanifunza. Labda uniambie. Hiyo miaka yote huwezi kuwa ujui Kikuyu. Kidogo tuwe mweka. Demweka. Sawa, tusalimie sasa na Kimasai. Enta super poking. Ama super. Super ni? Super. Sasa. Sasa. Super. Na kusema nakupenda. Anyoroleng. Na ashe oleng inamaanisha nini? Ashe oleng, thank you so much. Haya. Thank you. Tukimalizia show ningetaka ama nikuombe tuweze kumalizia kwa maombi na ambayo ningetaka utuombe na Kimasai. Haya, naomba tufunge macho. Ashankai asholeroriani kwa kutengenalo ni ya wayo mpaka na wai. Tunakushukuru kwa maana wewe ndio mweza yote. Tunapoenda kwa different places, naomba utangulie pamoja nasi kwa Mwangaza TV. Mungu endelea kuwabariki kwa maana ameweza kutusaidia. In Jesus name I pray and I believe. Amen. Hapo umetuchenga. Tulikuwa tumesema Kimasai kidogo. Next time. Nyinyi majenzi nyinyi unaletwa mjini unasahau nini? Acha tutatumia mama hii video tuseme umeanza kusahau Kimasai. Tumalizie by kutuambia goodbye na Kimasai basi. Asholeng wagin la kirei support the now long na jito asholeng merama yana ndenkai ne kumara dol ndenkai olong asholeng. Bye. Wow, thank you so much. Sema Asholeng. Mimi nifanyie tu kamoja uambie waende pale kwenye upande wa TikTok, watazame Esther Shiko na pia wakuwa natazama Ijumaa Njema na Esther Shiko. Haya pale kwa TikTok mafans wangu tafuta Esther Shiko. Ndamtag. Mimi nataka na Kimasai. Unajua kukupata siku nyingine itakuwa ngumu, niwaambie na Kimasai. Niwaambie sana Kimasai. Okay. Lo Masai bokin erenkera inaji naji Esther Shiko na ge smart link jire TikTok Esther Shiko. So show mo follow ni dola jo ninyeshi na host Mwangaza TV. Ni follow pia Mwangaza TV. Wow. So, yeah. Thank you so much. Goodbye. Na sijui kama unamjua Pastor Caro kutoka Kajiado. Tunatuma salamu zake ni Masai ama ametoka from Ma community. Tunamsalimu tena sana, ni rafiki yetu kutoka hapa Mwangaza TV kutoka kitambo. Thank you so much. 2:51 na niweze kumsalimia Elsie, nimwambie next time ni atakuwa amekalia. Goodbye watazamaji. Ningeomba my director anichezee wimbo ambao tulikuwa tumeucheza wa Sinkuwa na Nai. Tafadhali tuondoke na huo wimbo. Sawa. Ujumbe mfupi Soila, ukienda pale upande wa Facebook utampata, ukienda pale upande wa TikTok pia utampata na utapata mambo ambayo anaweza kufanya pale, uweze kumsupport. Ameweza kutuelezea atakuwa na event, ataweza kuweka hiyo link pale. Kuvote ni 10 bob pekee, hata ukimvotia 2, 3, 10 kama umebarikiwa tena sana 200 kwa uwezo wako, na tutaweza kushukuru. Tuweze kuondoka na inapotimia saa 3 tutakuwa na wageni kutoka Jesus Wina Ministry kwenye kipindi cha Neno la Uzima.